we are very clear as a county. First priority ni wale ambao walitolewa, wale wako affected by the project. Na hao hakuna mambo ya kulipana. It is not supposed to be like that. If it is not official from the county, kama una pesa mingi wewe ongana, but we don't do that. Na mtu ambie ni nani unafanya. Mimi namba yangu nimepeana mara mingi. Just record mtu unitumie. Yeah? Record tu unitumie. Si atupige kila dakika. Just show me that and I will take action. Yeah? Hatuwezi sema tunasaidia mahasla na kuwacharge 100,000. How? Na wale persons affected by the project, where will they go to? You know? So kama ukiona hiyo maneno 0721 32 60 70, send it to me myself. Tume mara moja. Nitumie mimi mwenyewe. Watu wakikomba wameumia kwa muda mrefu sana. Yeah? Tumeka pesa ya the fire station ambayo niliahidi, which we are going to construct there in Kangemi. Kwa sababu ya moto na niliwa explainia mbeleni. Hiyo moto ya Gìkomba mara nyingi ni watu ambao wanaona wako na title deeds na wanajaribu kusongesha watu. Na tukasema Gìkomba, we have gone, we've done the survey, we are going to issue the deed. Tumekaa na National Land Commission. It is public land owned by the county. Yeah? Kama uko na claim wewe kuja na claim yako tuione. But hawezi chomea watu wetu ambao wanafanya biashara kwa sababu wanataka kuwasukuma uingie. The biggest market is in Central Africa. Yeah, so that is our property as a county. Number 2, kuna wale ambao wamechomeanga wengine kwa sababu ya insurance. You know, and I'm very happy insurance companies imeingia. Unaona stock kameshuka, unachoma ndio mrudishiwe. That one is going down. Na ya tatu imekuwa ni negligence. Yes. No. Pata wale wanapiga githeri overnight, vijana wanaota moto usiku ina nini ama stima. We had asked for investigation reports. Even nikiwa senator as jawa ikuja. I'm confident in the new leadership ya DCI na police ya kwamba mambo kama hiyo they'll tell us the truth of who has been behind it. Yes. Na nimefurahi by the watu kama DCI, not necessarily even DCI, chiefs wetu in some of the places wameanza kuwa watu wazuri. Yes. Wengine walikuwa watu wabaya. Yeah? Walikuwa wanashirikiana na watu wanaleta pombe mbaya. Hii pombe mbaya illicit brew ukienda in many of our slums. Na nimefurahi zile liquor boards committees nimeweka wanatusaidia. Ukienda Kasarani, ukienda pande za Dagoretti South, ukienda pande za Kahawa, just to get rid of it na tumeka sasa hizo regulations. Yeah? Because vijana wetu sasa wanamalizwa. You know, and they target specific areas. Yes. That one we will not allow it. It is not even about license, it's about regulation and enforcement. Na tumekubaliana na serikali kuu ya kuwa if you find kuna huyu juu lazima chief anajua. Lazima kuna my ward admin mwenye anajua. Tukipata it is going on in your area, you will not be spared. Yes. Because unamaliza future yetu. At least kwa mambo ya madisco na night club, wengi wameweza kupunguza muziki ambao wanapiga. Yes. Sasa ile watu wanataka kulala. I issued a directive juzi ya kwamba sasa hizi raid za usiku za kuraid ma clubs na discos, because sasa tumefanya public participation on which are the areas where you can have a night club, commercial areas, na itenda kwa wananchi. Once we have done that and we've agreed, hapa hawezi kuwa na night club kwa residential area. Hii ni bar na restaurant na inafunga sahihi na msipige muziki after this time. Yeah, hakuna, there will be no night raids. I've said stop raiding bars and restaurants at night. Yeah, kuja urecord tujue kelele wamepiga ni kiasi hii. Kesho mchana enda ufunge hapo. Ama deal now. Yes. Unakuja usiku unatukanana na walevi, watu wanatoroka for safety, mwingine anategwa, anakumwagia pombe, wanatoroka na bill. You know, it becomes so messy. Unajua zina watu wamelewa, nothing good comes out of it. DJ ananyang'anywa vitu zake, equipment ya DJ na ni kijana yeye ana makosa, si yeye anaweka volume, yeye anacheza tu muziki. DJ ananyang'anywa vitu zake. So inapea pia watu opportunity ya kuextort wananchi. Yeah, unaambiwa kutoa hizi pombe inachukuliwa inapelekwa kwa police kwa cell. You know, it is such a mess. After all, my people do it professionally. Collect the readings of the decibel. Inaitwa decibel. Ile inapima kama imefika 95 from 30 meters away. Collect kesho tena. Wapatie enforcement notice. Wasipofanya, come after 3 days, we enforce. Funge, waende wafanye biashara nyingine. Yes. Pia ambapo unakuja unasema hilo plot nimekuwa Jeff ananiuzia. Kama nimekuwa ananiuzia. Kwanza can you confirm ni yake? Sisi tunafanyia search pamoja na Ministry of Lands. Tayari unajua tumepeana title deeds 1500. Yes. Kwa hii time kidogo. Yes. Yeah. Sana zile ma schemes. 5000 and more coming.
because unapata plot moja, na hilo ilikuwa shida mpaka Siranchi, hii imekuwa shida Burbu, yani many areas watu waina wanauziwa plot moja. So how do you solve that? You know, na inakuwa ni shida tupu. Watu wajuange tu Nairobi, take everything, yani wakora ni wengi. Yeah, na wakora wanatafuta njia yoyote kutafuta pesa. Yes, save pesa, umepata loan kwa bank, and our banks also tumwambia please, you can't give somebody a loan if you have not done a search kwa your property. Fanya due diligence, saidia watu wetu. Labda kuna hili jambo la watu Nairobi ni wengi. Biggest problem tunayo Nairobi, the biggest security threat si watu Al-Shabaab ama Al-Qaeda, ni vijana ambao hawana kazi. Our youth are unemployed, disillusioned, wako mtaani, hawana imani, hawana matumaini. You know, and that is why to make create opportunities. Unaona kama hii dish na county ya chakula, on top of watu kupata chakula, yeah, tumeandika watu 1500 thereabout ambao wanaingia kufanya kazi. That is employment. Hapa ya kusafisha ya environment, another 3500. For the first time since I think 1999 tumeandika engineers walikuwa wajaandikwa Nairobi, and technicians. So kuna ile tunaandika, but kazi ya serikali sio kuandika watu kazi, ni ku create environment ambapo watu wanaweza pata riziki yao. Yes. You know, somebody sent me a message yesterday. Huyu dada ambaye tunafanya naye hii mambo ya food for education, anaitwa Wawira. Wawira sent me a message ambayo ilikuwa imekuwa tweeted by Pastor Ken Aringo. Ken akasema, I was at my favorite couch this morning and this young man seemed so happy. Huyu kijana anamsafishia gari, alikuwa amefurahi unusually, sio kawaida. Akamuuliza, kwani kuna nini, mbona umefurahi? Akasema, hii dish na county imenitolea mzigo yenye inanipatianga stress. Nikiwa hapa hata nikikoshia gari nafikiria huyu mtoto wangu hajapata kitu, hajakula. So you know, those are the soft things ambazo zinabadilisha maisha. That you can even, hiyo pesa kama ulikuwa na watoto watatu na unatumia kila siku shilingi 50, that is 150 in a week, in a month. That money ambao una save, kuna mali nyingine unaweza kuipeleka. Watu ni wengi Nairobi. Ndio maana tumefurahi hata hii mazungumzo wanafanya. Wamesema one of the things wanazungumza ni delimitation of boundaries. Mambo ya boundaries. Nairobi tunafaa kuwa na constituency kama 25. Because yule mbunge wa Kasarani kwa mfano, Yes, yeah, ambaye idadi ya watu wake is 3 times another constituency, hafai kupata CDF sawa na pale pengi uju basari inapeanwa. Watu wote wanapatiwa basari ya 1500. Kaunti zingine zinakuwa 20,000 ama 30,000. It is not fair. So nafurahia na hope ataongelea hiyo, naambia Kimani Ichung'wah ambaye anaturepresent kwa hiyo committee na Aaron Cheriot wakomilie hapo ili watu wetu wa Nairobi wapate haki yao. Tukirudi niko na mambo mawili. Vitu lazima ufanye ndio urudishe mambo iwe sawa sawa. Ya kwanza ni kupunguza the percentage ya pesa ambayo tunakopa na kupunguza madeni na kuongeza savings. Kwa sababu kama nchi haina savings, na ratio ya savings to even debt and to the national income lazima ikuwe kiwango fulani. Kama tuna hizo savings kama nchi, tutapigwa hata mnada. Na ile vile amepanga sasa NHIF na NSSF, especially NSSF. Na akatumia siasa yake akakaa na kina Tuoli ambao walikuwa mpeleka makesi, wakaondoa hizo kesi. What we have saved in 4 years ni zaidi ya ile tumesave kutoka 1960 hadi wakati tumeingia. So that is the first thing. Ya pili, ikabidi basi abadilishe mambo ya kodi kidogo. Yeah, some tax issues na ushuru kidogo. Watu wanasema mtatufinya. Saizi ukiangalia ile housing, ile pesa ambayo inapatikana itakuwa 98 billion. Hii mambo tumesema vijana wetu kupata kazi mwaka huu. Kazi ya kujenga hizi badilisha, kazi ya kujenga milango, kazi ya kujenga nini, inatoka kwa hiyo pesa ambayo ameweza kupata. So you have to do tough things. Ubaya sasa, wakati ameanza kufanya kazi, watu wakaamka baada ya miezi 6 wakakumbuka ati kulikuwa na election, ati kulikuwa na kura na wakashindwa. So wakaanza kuleta msukosuko. Na wengi wetu tukasema hapana. Mimi kama Nairobi I cannot afford maandamano. Siwezi. Yes. Ikiwa tu siku moja revenue unapoteza 60%, watu hawakuji town. Yes. Na inakuwa impossible. So ndo maana nimefurahi sasa mambo imetulia. Mazungumzo inaendelea kule bunge. Na niliambia watu tuache kushurutisha rais wetu. Kwani wewe ni rais? Hapana. Ukiwa rais kuna mambo wewe pekee yako unajua, wewe pekee yako unapata hiyo information. Kama mimi kama there's some things only me I get to see and I know. Yes. So rais apatiwe nafasi yake, haiwezi kutupatia njia mbaya, haiwezi kufanya tena ile vile ilifanywa kule mbeleni. Na Kimani Ichung'wah ndio chairman, tuna imani naye, tuna imani na Aaron, sisi ni Mbarire. They know what is the limit and what we can offer, what we cannot offer. Yes. So me I think
wacha nchi tuje tufanye kazi. Na tuache siasa mingi. Sasa imekuwa Nairobi, capital city. The capital. Now, wewe kama governor, umetuambia yale mambo ambayo umefanya. Hata sijakuambia zote. Now, tukiendelea 5 years, 2-3 years from now, watu wa Nairobi wanatarajia mambo yapi kutoka kwa ofisi yako? Kwanza nimekuwa governor for 370 days and 21 hours. Yes. And 59 minutes. And 27 seconds. Yes. Ama 1 year na 5 days. Na kwa huu muda kwanza tumeweza kuleta professionalism. Yes. Yeah? Vile mambo ilikuwa inafanywa city wala hapo mbeleni tumebadilisha. Tumeweza kuweka mawaziri, niko na mawaziri wangu 10, niko na chief officers ambao tumeweza kuingiza kwa kazi professionals. Ambao wameingia, nimebadilisha board za hospitali zote. Nimeweka boards mpya, nimeweka CEOs kwa hospitali za level 5. Tumeweza kujaza yale mapengo ambayo yalikuwa, in terms of structure in the county. Tumeweza kuleta miswada kwa bunge. Saizi wana deal na finance bill, wame deal na budget etc. So mambo imetulia. Vile nilikuwa nasema hapo awali, when you take off hiyo mambo ya kuwa kwa cockpit, sasa ndio unaweza tembea hata usalimia abiria, ujue nani amekaa ndani, nani ako nyuma, kama umepatiwa soda ama hajapatiwa. In the next 5 years, what we expect is a city of order. Mutaratara. Mji wa mpangilio. Yani ile global capital ambao Nairobi inafaa iwe. City ya order inamaanisha kila mtu anafanya mahali anafaa kufanya. Kila mtu anajua sheria. Jana niliona Boniface Mwangi alituma Twitter, gari yangu ya maji ikipita wrong side. Imeandikwa hapo water, clean water, Nairobi County Government. Nikauliza nani huyo? Find out that person. Na huyo person akuwe disciplined. Because sisi lazima tufuate sheria. Mimi husimama kwa lights. Gari yangu ya Cheska iko hapo mbele na police car na yangu na bendera. Ikiwa red nasimama. Because kama mimi sisimami, mbona mwingine asimame? So mji wa mpangilio na mtaratara muhimu. Ya pili, kutakuwa na mji msafi. A clean Nairobi. Tumeweza kuleta equipment. Tumenunua hizo trucks 27, kuna zingine refuse compactors 27 zinakuja. Kuna contractors zaidi ya 60 wameingia. Kuna vijana 3500. Mji msafi. By 2027 tutakuwa tumefanya line 1 ya bus rapid transport. BRT ile kutoka Ruiru. Inakuja mpaka KNH. So transport itakuwa unaingia Nairobi, unajua hii inatoka sahihi, inafika sahihi. So city of order itakuwa. Dignity, hadhi, watoto wetu watakuwa wamenona by that time. Sasa hizo unapata chakula. So watoto wadishi, washibe, wanone, wasome. Na retention itakuja mzuri. Na mwisho maji. Itakuwa ukosefu wa maji utakuwa umepunguka. First of all, end of this year tunaongeza by 140 million. By end of now from Northern Collector 2 180 million liters. So itakuwa ni mji mzuri, mnajienjoy. Na by the end of 5 years exact, nitakuwa mmenirudisha tena. Na bado una DG. Thank you much. Watu wa Gìkomba wameumia kwa muda mrefu sana. Tumeka pesa ya the fire station ambayo niliahidi. Which we are going to construct there in Kangemi. Kwa sababu ya moto. Moto, na niliwa explainia mbeleni. Hiyo moto ya Gìkomba mara nyingi ni watu ambao wanaona wako na title deeds na wanajaribu kusongesha watu. Na tukasema Gìkomba, we have done the survey, we are going to issue the deed. Tumekaa na National Land Commission, it is public land owned by the county. Kama uko na claim, wewe kuja na claim yako tuione. But hawezi chomea watu wetu ambao wanafanya biashara kwa sababu wanataka kuwasukuma uingie. The biggest market is in Central Africa. So that is our property as a county. Number 2, kuna wale ambao wamechomeanga wengine kwa sababu ya insurance. You know, and I'm very happy insurance companies imeingia. Unaona stock kameshuka, unachoma ndio umrudishiwe. That one is going down. Na ya tatu imekuwa ni negligence. No. Upata wale wanapiga githeri overnight, vijana wanaota moto usiku na nini ama stima. We had asked for investigation reports. Even nikiwa senator, hazijawahi kuja. I'm confident in the new leadership ya DCI na police ya kwamba mambo kama hiyo they'll tell us the truth of what's been behind it. Na nimefurahi by the watu kama DCI, not necessarily even DCI, chiefs wetu in some of the places wameanza kuwa watu wazuri. Wengine walikuwa watu wabaya. Walikuwa wanashirikiana na watu wanaleta pombe mbaya. Hii pombe mbaya illicit brew ukienda in many of our slums. Na nimefurahi zile liquor boards committees nimeweka wanatusaidia. Ukienda Kasarani, ukienda pande za Dagoretti South, ukienda pande za Kahawa, just to get rid of it na tumeka sasa hizo regulations. Because vijana wetu sasa wanamalizwa.
you know, and they target specific areas. Yes. That one we will not allow it. It is not even about license, it's about regulation and enforcement. Na tumekubaliana na serikali kuu ya kuwa if you find kuna huyu juu lazima chief anajua. Lazima kuna my ward admin mwenye anajua. Tukipata it is going on in your area, you will not be spared. Because unamaliza future yetu. At least kwa mambo ya madisco na night club, wengi wameweza kupunguza muziki ambao wanapiga. Sasa ile watu wanataka kulala. I issued a directive juzi ya kwamba sasa hizi raid za usiku za kuraid ma clubs na discos because sasa tumefanya public participation on which are the areas where you can have a night club, commercial areas, na itenda kwa wananchi. Once we have done that and we've agreed, hapa hawezi kuwa na night club kwa residential area. Hii ni bar na restaurant na inafunga sahihi na msipike muziki after this time. Yeah, hakuna, there will be no night raids. I've said stop raiding bars and restaurants at night. Yeah, kuja urecord tujue kelele wamepiga ni kiasi hii. Kesho mchana enda ufunge hapo. Ama deal now. Unakuja usiku unatukanana na walevi, watu wanatoroka for safety, mwingine anategwa, anakumwagia pombe, wanatoroka na bill. You know, it becomes so messy. Unajua zina watu wamelewa, nothing good comes out of it. DJ ananyang'anywa vitu zake, equipment ya DJ na ni kijana yeye ana makosa, si yeye anaweka volume, yeye anacheza tu muziki. DJ ananyang'anywa vitu zake. So inapea pia watu opportunity ya kuextort wananchi. Yeah, unaambiwa kutoa hizi pombe inachukuliwa inapelekwa kwa police kwa cell. You know, it is such a mess. After all, my people do it professionally. Collect the readings of the decibel. Inaitwa decibel. Ile inapima kama imefika 95 from 30 meters away. Collect kesho tena. Wapatie enforcement notice. Wasipofanya, come after 3 days, we enforce. Ufunge, waende wafanye biashara nyingine. Watu wa Gìkomba wameumia kwa muda mrefu sana. Yeah? Tumeka pesa ya the fire station ambayo niliahidi. Which we are going to construct there and in Kangemi. Kwa sababu ya moto. Moto, na niliwa-explainia mbeleni. Hiyo moto ya Gìkomba, mara nyingi ni watu ambao wanaona wako na title deeds na wanajaribu kusongesha watu. Na tukasema Gìkomba, we have gone, we've done the survey, we are going to issue the deed. Tumekaa na National Land Commission, it is public land owned by the county. Yeah? Kama uko na claim, wewe kuja na claim yako tuione. But hawezi chomea watu wetu ambao wanafanya biashara kwa sababu wanataka kuwasukuma uingie. The biggest market is in Central Africa. Yeah? So that is our property as a county. Number 2, kuna wale ambao wamechomeanga wengine kwa sababu ya insurance. You know, and I'm very happy insurance companies imeingia. Unaona ka stock kameshuka, unachoma ndio mrudishiwe. That one is going down. Na ya tatu imekuwa ni negligence. No. Upata wale wanapiga githeri overnight, vijana wanaota moto usiku ina nini ama stima. We had asked for investigation reports. Even nikiwa senator hazijawahi kuja. I'm confident in the new leadership at DCI na police ya kwamba mambo kama hiyo they'll tell us the truth of what's been behind it. Na nimefurahi by the watu kama DCI, not necessarily even DCI, chiefs wetu in some of the places wameanza kuwa watu wazuri. Wengine walikuwa watu wabaya. Yeah? Walikuwa wanashirikiana na watu wanaleta pombe mbaya. Hii pombe mbaya illicit brew ukienda in many of our slums. Na nimefurahi zile liquor boards committees nimeweka wanatusaidia. Ukienda Kasarani, ukienda pande za Dagoretti South, ukienda pande za Kahawa, just to get rid of it na to make us hizo regulations. Yeah? Because vijana wetu sasa wanamalizwa. You know, and they target specific areas. That one we will not allow it. It is not even about license, it's about regulation and enforcement. Na tumekubaliana na serikali kuu ya kuwa if you find kuna huyu juu lazima chief anajua. Lazima kuna my ward admin mwenye anajua. Tukipata it is going on in your area, you will not be spared. Because unamaliza future yetu. At least kwa mambo ya madisco na night club, wengi wameweza kupunguza muziki ambao wanapiga. Sasa ile watu wanataka kulala. I issued a directive juzi ya kwamba sasa hizi raid za usiku za kuraid ma clubs na discos because sasa tumefanya public participation on which are the areas where you can have a night club, commercial areas, na itenda kwa wananchi. Once we have done that and we've agreed, hapa hawezi kuwa na night club kwa residential area. Hii ni bar na restaurant na inafunga sahihi na msipike muziki after this time. Yeah, hakuna, there will be no night raids. I've said stop raiding bars and restaurants at night. Yeah, kuja urecord tujue kelele wamepiga ni kiasi hii.
kesho mchana enda ufunge hapo. Ama deal nao. Yes. Unakuja usiku unatukanana na walevi, watu wanatoroka for safety, mwingine anategwa, anakumwagia pombe, wanatoroka na bill. You know, it becomes so messy. Unajua zina watu wamelewa, nothing good comes out of it. DJ ananyang'anywa vitu zake, equipment ya DJ, na ni kijana yeye ana makosa, si yeye anaweka volume, yeye anacheza tu muziki. DJ ananyang'anywa vitu zake. So inapea pia watu opportunity ya ku-extort wananchi. Unaambiwa kutoa hizi pombe inachukuliwa inapelekwa kwa police, kwa cell. You know, it is such a mess. After all, my people do it professionally. Collect the readings of the decibel. Inaitwa decibel. Ile inapima kama imefika 95 from 30 meters away. Collect kesho tena. Wapatie enforcement notice. Wasipofanya, come after 3 days, we enforce. Ufunge, waende ufanye biashara nyingine. Yes.